Shalom wa Tanzania. Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Yesu Kristo yuko pamoja na wewe, usiogope. Watanzania wenzangu, kuna jambo ambalo lilifanywa, au ningesema ni kosa ambalo tulilifanya wakati tunakubali kuanzisha mfumo wa vyama vingi. Na hili ndilo linatufanya tumeingia katika hali hii mpaka sasa, ambalo ni jambo la kushughulikia. Tulikubali mfumo wa vyama vingi, lakini hatukuweka usawa wa vyama vingi. Jambo hili tulitegemea kabisa msajili ama watu wanaohusika na usajili wa vyama kulizingatia na kuhakikisha kwamba linapewa haki kwa wanachama wote, kwa vyama vyote vya siasa vya nchini. Katika jambo kubwa ambalo limefanyika ni katika umiliki wa rasilimali tulizokuwa nazo kabla ya vyama vingi zikaenda kwenye chama kimoja. Nataka nikwambie, katika hali ya kawaida hakuna chama chochote kitakachoweza kuanzishwa hapa Tanzania cha siasa kinaweza kushindana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu majengo yote ni ya kwao, viwanja vingi ni vya kwao, wameshikilia mali nyingi mpaka sasa hivi. Na ndio maana unaona watu wenye tamaa ya fedha na nini wamekimbilia huko, kwa sababu wanajua wanachokifanya, na wakiongeza na nguvu ya dola ya serikali wanakuwa wakubwa mno. Kwa hapa kuweko na haki na usawa katika uanzishwaji wa vyama vya siasa. Katika hali ya kawaida, ukitaka watu wawili wakimbie kwenye mbio moja, lazima wahakikishe kwamba hao watu wana ulinganifu, lakini sio mmoja mdogo na mwingine mkubwa, mmoja iko sawa na mwingine mlemavu. Na ndio maana hata wakati mwingine huwezi kukuta mwanamke na mwanamume wanakimbia katika mbio moja. Lazima kuna mmoja kwa sababu hawako sawa, kuna mmoja atakuwa amependelewa. Watanzania wenzangu, usawa huu lazima tuuzingatie sasa tunapokwenda kuamua kuanzisha katiba mpya. Lazima vyama vya siasa viwekewe usawa katika vyote, na Chama cha Mapinduzi kinyang'anywe mali zote zilizokuwa nazo kabla ya vyama vingi, virudishwe serikalini. Tumekuwa na chama kikubwa sana ambacho kimeshindwa kukaa vema na wadogo zake, kwa imekuwa ikiwaonea, imekuwa ikiwanyanyasa kwa sababu ya utofauti kati ya umri. Chama kimoja kinajiona kama baba, kingine vinajiona kama watoto. Ni umri mkubwa sana, vimepishana kwa kila namna. Kwa hiyo nakwambia Tanzania mzangu, chama hichi pasipo nguvu ya wananchi, vyama vya siasa vya Tanzania, vyama pinzani vinavyoitwa, haviwezi kukiangusha Chama cha Mapinduzi. Ni wananchi tu kwa msaada wa Mungu, na nimekwambia Mungu yuko upande wetu kuhakikisha kwamba chama hichi cha Mapinduzi kitaanguka, kitaondoka katika serikali, na ikiwezekana tulete usawa katika vyama vitakavyoendelea baada ya hapo. Lakini haiwezekani tukawa na chama kikubwa namna hii katikati ya vyama vidogo kiasi hichi. Niombe wa Tanzania, jambo hili tulifikirie na tuliwekee katika maamuzi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki. Amen.